Shalom, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa zawadi ya uhai, zawadi ya wokovu. Ninamshukuru Mungu sana kwa kuwa mahali hapa. Ninamtukuza Mungu. Yeye ni mwema na yeye ni mwingi wa rehema. So siku ya leo tuko hapa na ningependa kukaribisha wewe mwanamke tukaweze kujifunza, kwa sababu ni mafundisho yetu, tuweze kuimarika, tuweze kujua neno la Mungu na kuliishi neno la Mungu. Tunapojifunza kwa pamoja, tunasaidiana, tutakuwa imara zaidi na tutajua zaidi kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu na kuliishi neno la Mungu. So siku ya leo tutaongelea kuhusu uoga. Uoga kama uoga ni sumu. Ni kama sumu hivyo, inakuparalyze, yani inakufanya unakwama. Unaweza kuwa ni mtu uko na ideas mzuri, yani Mungu ameweka kitu ndani mwako, lakini kwa sababu ile roho ya uoga inakuja inakuzuia ili kuifanya mapenzi ya Mungu. Hiyo ndo kazi ya uoga, na ndio maana pia kuna mahali neno la Mungu linasema, Mungu anasema hajatuumbia roho ya uoga ambayo ya ujasiri, si ya kuogopa, kwa sababu Mungu anajua unapokuwa na uoga, unapoogopa hautaweza kufanya chochote. Mungu anaweza kuwa ameweka uimbaji ndani mwako, ameweka wewe ni mwinjilisti, ameweka uombezi, ameweka karama zake ndani mwako ili kwa ajili ya kazi yake, lakini utaanza kuogopa. Ukiitwa ufanye hii unaogopa, ukiitwa ufanye unaogopa, hauwezi fanya. Lakini kule ndani mwako kuna kitu Mungu ameweka chini, unaweza fanya, lakini ile roho ya uoga inakwambia hauwezi. Watu watakuangaliaje? Watu watakuonaje? Sasa wewe mbona unajifanya kiherera? Alafu inapenda kufanya hivyo na unakaa, inakufanya uone ni kama unakuwa kiherehere, ufai kusema, ufai kufanya nini. Lakini ni ile kukuparalyze tu, ndo usiishi mapenzi ya Mungu, usifanye mapenzi ya Mungu. So hiyo roho ni mbaya sana. Yani kama tunafaa kudeal ni hiyo roho ya uoga, tu deal nayo. Usipo deal na roho ya uoga, hautaweza kumtumikia Mungu, kwa sababu utaona tu hauwezi. Ukijaribu unaona ukiangalia watu wengine wako sawa, unaona sasa mimi, unaona. Lakini kitu moja unasahau, ni lazima uanzie tu chini. Hakuna vile utaanzia juu. Hata kama umebeba kitu kikubwa ndani mwako, lazima utaanzia chini. Lazima Mungu akuanzie chini pole, unaenda ukikua, unaenda ukiimarika hivyo, so na hiyo kuimarika ni lazima uchochee hizo karama zako, vipawa ambao lazima utavichochea tu, unaona. Lazima ufanye ndio unaenda ukiongezeka. Sasa ile roho inakuzuia usiweze kuchochea karama zile ambazo Mungu ameweka ndani mwako. Inakuzuia kwa sababu inajua the more unachochea, the more unaenda, the more unajitoa, the more unaongezeka, the more kwa sababu kwa neno kwa ulimwengu wa kiroho ni baraka kupeana kuliko kupokea. So lazima upeane ndio uweze kupokea. Lazima ujitoe ndio uweze kuinuliwa. Unajitoa, unaongezeka. So hakuna vile utajikadisha tu hapo, ujitoi kwa kazi ya Mungu, ujitolei. Ukiitwa kwa maombi haupo, ukiitwa wapi haupo. Yani wewe hakuna mahali uko tu, wewe uko tu hapo. Hakuna vile utakuwa kiroho. Sasa kama Mungu ameweka kipawa ndani mwako, kitabaki tu pale, hakiwezi. Ni lazima utoke, uchoche, ujitoe ndio uende ukiendanga juu na juu, ukimtumikia Mungu, ukimtukuza Mungu. Sasa hii roho inaingilia watu, inawafanya watu wanakuwa paralyzed. Hawezi, mtu anaogopa, nikisema wataonaje? Ukianza kuangalia watu, unaangalia watu, hautaweza kufanya kitu. Sasa Mungu anasema omba, unaangalia watu watanionaje? Nikianza kuomba hivi, watu watanichukuliaje? Kila mtu tu ametulia, mbona mimi nianze sijui kufanya nini? Watu wanaona. Sasa hapo ni roho ya uoga inakuparalyze. Alafu unaangalia watu, na Mungu naye atakupiga, kwa sababu atasema unaangalia watu, unaogopa watu. Mimi nataka kufanya hivi na wewe unaogopa. Nataka uombe alafu wewe unaogopa watu. Uniogopi mimi, unaogopa watu. Hapo ndo utapigwa na Mungu. So hiyo roho inafanyia watu hivyo. Hata kwa makanisa, mtu anafaa kujiachilia, Roho Mtakatifu akutumie, yani jibubujika mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini roho inaingilia watu, mtu anaanza kuogopa. Sasa nikiinua mikono watu watanionaje? Nikiomba hivyo watu watanisikiaje? Unaona, sasa inakuwa ni about watu. Sasa wewe hujaenda kanisani kumwabudu Mungu, umeenda kuabudu watu. Hiyo roho inatumika sana, na tunafaa kudeal na hii roho, ituachilie, tumtukuze Mungu kwa jina la Yesu, kwa sababu hii roho, hivyo ndo shetani, hiyo ndo njia ya shetani tu, akuparalyze tu. Shetani ni muoga, anajua
anajua utakapokuwa na ujasiri disorganize vitu zake. So anakutumia hiyo roho ya uoga, uogope ndo usiweze uanze kuwa na ushaka. Sasa kuna ndoto niliota. Hii ndoto nilishangaa nayo. Hii ndoto nilikuwa mahali, tulikuwa kama tuko juu kabisa, juu. Sasa ilikuwa ni kushuka, ni lazima ushuke kupitia ngazi ndo ufike kwa njia ya pale chini. Hakuna njia nyingine, ilikuwa ni hiyo ngazi, lazima uteremke kupitia ngazi ndo upate njia sasa yenye nakupeleka kwenye unataka kwenda. Sasa mimi nilikuwa pale juu, nilikuwa nimeogopa sana, nimeshikilia chuma hivi, nikiangalia chini nasikia uoga. Nashindwa mimi nitashukaje kwa hii ngazi? Nilikuwa niko na uoga kweli. Sasa vile nikiona uoga nikajiangalia, nikaona nimevaa sketi fupi. Nikashanga, nikaanza kujiuliza kwa ndoto, mimi sivangi sketi fupi, mbona nimevaa sketi fupi? Hapo nikaanza kushanga, sasa eti si sketi na ilikuwa round. Sasa hata nikaanza kushuka, si nitaonekana? Si watu wataniona? Sijui ni miguu zangu zote zilikuwa zinaonekana. Nikaanza kushanga. Alafu kuna mtu alikuwa saidi yangu kando kama mzungu hivi. Sijui alikuwa ananitia moyo, sikuwa ninamsikiza vizuri, lakini ni kama alikuwa anani-encourage hivi, utaweza, sijui sikuwa ninamsikiza. Lakini mimi nilikuwa nina focus tu na mimi mwenyewe venye ninaogopa, nitashukaje? Sijui. Sasa kidogo tu nikajipa ujasiri, nikasema ninashuka, nikaanza kushuka. Sasa demoni inashuka, nilishangaa sana. Kila nikishuka step moja step mbili, skati yangu ile ilikuwa fupi ikaanza kurefuka. Demoni inashuka, skati inarefuka. Nikashindwa kwani skati kumbe ilikuwa refu, mbona ilikuwa inakaa fupi ilikuwa kule juu? So demoni inashuka inarefuka, demoni inashuka inarefuka. So nilijikuta nimefika chini, skati yangu iko kwa miguu kabisa, zile skati mimi huvaa. Sasa nikashindwa, nikiwa huko chini kabisa kwa barabara ninatembea. Sababu demoni inashuka kwa hiyo ngazi, nasikia ujasiri, najaza na nguvu. Yaani nasema kumbe nilikuwa tunaogopa bure, kumbe ninaweza, unaona? Sasa venye nilifika chini, skati yangu ilikuwa imeshuka kabisa, imefunika miguu. Nikashangaa skati nikiwa kule juu mbona ilikuwa fupi. Sasa kuamka nikaanza kutafakari hiyo ndoto. Nikaanza kuuliza Roho Mtakatifu nifunulie hiyo ndoto inamaanisha nini juu mbona nashangaa. So ndo nikapata ile ufahamu ya kwamba ukiwa muoga kwa ulimwengu wa kiroho utakuwa aibu. Yaani unaibika tu. Utakuwa tunaibu. Na ndio maana nilikuwa pale na uoga na nimeaibika, niko uchi. Yaani skati iko fupi, unaona ninaibika. Yaani sasa ndio hapo nikajua roho ya uoga hivyo ndio inatufanyianga. Kwa ulimwengu wa kiroho tunakaa hivyo. Tunakaa ni kama tuko na aibu. Yaani ni kitu ambacho tunaibisha ulimwengu, tunaibisha ufalme wa Mungu. Kwa sababu ya hiyo uoga tunakosa kuchukua hatua. Tunafaa kuchukua hatua ya kufanya kitu, lakini hatuchukui kwa sababu ile roho ya uoga. Sasa hiyo tunakuwa aibu kwa ulimwengu, kwa ufalme wa Mungu wetu, unaona? Lakini tunapojitoa na ujasiri, kama vile nilitake ile step of faith, nikaanza nikashuka, tunakuwa watu ambao hatuaibishi ufalme wa Mungu. Kwa sababu kama umevaa nguo fupi unaibisha ufalme wa Mungu, lakini kama umevaa nguo inakustiri vizuri unamtukuza Mungu. Watu wakikuona, ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni hauaibiki. Watu waanze kusema huyu ameokoka, naona anatembea uchi, huyu ni Mungu gani anaabudu? So ufalme wa Mungu hauaibiki. So siku ya leo tujitenge na hiyo roho, tukemee hiyo roho ya uoga. So nitamaliza nikisoma kitabu cha Ufunuo 21:8 ambao pia inatuonesha waoga wamefananishwa na watu, wamewekwa kwa kategori gani. Mimi nilishangaa sana nikisoma Ufunuo, nikashangaa. So ukisoma hapo Ufunuo inasema bali waoga na wasioamini bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto la kibiriti. Hiyo ndiyo mauti ya pili. Unaona, nilishangaa nikisoma ili neno, nikisoma hichi kitabu ya kwamba waoga wamewekwa na wachawi, wamewekwa na wauaji, wamewekwa na watu wenye wanaabudu sanamu. Nikashindwa kumbe ukiwa na hii roho ya uoga ni kama wewe ni mchawi tu, ni kama wewe ni muuaji. Kwa sababu kama kuna kitu unafaa kupeleka kwa watu wapone, unaogopa kuwapelekea. Wale watu wanakufa kwa ajili ya wewe haukuwapelekea kile kitu waweze kuokolewa. Sasa wewe utaiko tu kategoria ya wauaji wewe, kwa sababu uliogopa. Na kuogopa kwako kulichangia kifo cha mtu kiroho, kilichangia kifo cha mtu. So
Maybe saa hizo umeona mtu anaenda kwa makanisa za kuabudu sanamu, wanaabudu mafuta, maji, sijui, na unajua ukweli, unaogopa kumwambia mtu uko si sahihi, uko unafanya ni dhambi. Hii ni kama kuabudu sanamu, wacha. Unaona? Sasa usiposema, unaweka kategoria hao watu kwa sababu gani? Ile uoga imekuzuia kusema ukweli. So kitu yenye mimi ningependa tufanye, tuombe Mungu sana atutenganishe na hii roho ya uoga, tukaweze kusimama na ujasiri na kufanya mapenzi ya Mungu. Amina. Mbarikiwe sana.